Kwanza asanteni sana kwa msaada mlioutoa, lakini nafikiri kama mtakuwa mnakumbuka, wiki 3 zilizopita nilikuja maskani kwenu nikataka nizungumze na Bwana Dizo, lakini matokeo yake mkanifukuza na hamkutaka kujua chochote ambacho nilikuwa nataka kuambia. Sasa kwa kuwa nimekumbuka, sio ni msaada wa kuwasaidia nyinyi vijana, sio ni umuhimu, ila cha kuwasaidia, kwa kuwa mimi ni mganga wa kienyeji na nina asili ya umbea. Uzo ndiye muhusika wa kifo cha Zena. Yeye ndiye alimwagiza Diki. Naweza mkaenda. Mjomba, ungejaribu kuwasaidia kwa namna yoyote, kwa sababu hao wamenifanya mimi nimefika hapa. Kwa hiyo wasaidie kama mimi wamenisaidia mjomba wako nimefika hapa, na wewe wasaidie kwenye matatizo yao, usiwaache hivi hivi. Unajua wewe ndo wanakuamini, wewe ndo mganga, wewe ndo witch doctor. Kwa hiyo wao wasaidie hivyo hivyo. Nyamaza. Wewe haujui chochote kinachoendelea hapa. Bado mtoto mdogo sana. Nisikilize mwenye nazo. Huyu ni mpumbavu kama wapumbavu wengine. Hakuna mganga hapa. Tuondoke. Sina mjadala. Ondokeni bwana. Tunaondoka lakini nitarudi. Wale mama umechukua nyayo na sijui nataka kufanya nini mpaka sasa hivi. Nitarudi. Tuondoke. Ibilisi alinipanda, sasa ningefanya nini? Nikajikuta najitetea sababu napanga kiunoni. Acha. Ila afande, sio kama nauza mimi mwenyewe, nauziwa. Ila kesi alobali afande, mimi singeziwa. Afande, legeze kamba. Ili niweze kukupanga. Yote tatizo la mizimu afande. Jamani, mpaka supermarket nilifika. Acha. Asante sana. Asante sana. Acha. Oya, nafikiri hapa hamna jipya tena. Kama mganga mwenyewe kasha tukataa. Mimi hapa naingia mtaani, nitakucheki baadaye mwanangu. Basi poa, hamna noma mwanangu. Sawa, sasa nitafanyaje? Ndio hivyo. Kwa utanicheki baba.
kanajifanya kajanja kenyewe. Sasa sijui kanaenda wapi. Sasa leo hatua kwa hatua kitaeleweka tu leo. Binti! We binti! Sasa nini kimekukuta? Aha! Kumbe mwana kulitafuta eh? Unadhani mimi ni mtu wa mchezo mchezo? Hongera. Umepata ulichokitaka. Hayuni hadithi mala university mkubwa eh. Kumbe alikuwa unijui? Guzo. Huyo binti hapo hayupo kwa heri. Yupo kwa shari. Mlengwa haukuwa wewe, alikuwa rafiki yako Diki. Ila badala ya Diki akakutana na wewe. Na hisi huyo binti atakuwa amekosea. Huyo binti ni mjukuu wa Mama Zena. Naomba unipishe hapo nimsaidie. Sawa. Wewe msaidie. Lakini mbona ni binti mdogo sana? Alafu wamemuingiza kwenye mambo ya uchawi. Unajua atakuja kufa bure. Wanasema siku zote mkaidi hafaidi hadi siku ya Idi. Ijapokuwa leo umefaidi na haukutarajia. Na imani kwamba ungefaidi zaidi endapo ungekubali ombi langu. Lakini haujachelewa. Maana una nafasi kubwa sana ndani ya moyo wangu. Nikubalie mahabuba, tuweze kuenjoy huba. Nisikilize mtu mzima ovyo. Nilishakwambia sitaki, sikutaki na sitokutaka. Na moyo wangu hauna nafasi ya kukuweka wewe takataka. Na kama shida kuniokoa, basi ungeniacha. Uchawi sianza leo. Ningejua jinsi gani ya kujiokoa. Umenielewa? Kumbe kiburi umekiweka mbele. Kama ungesaidia nimekusaidia tu kama binadamu wengine wanavyosaidiwa. Nikwambie kitu. Yule kijana ulikutana naye pale anaitwa Guzo. Yule ndo anasababisha kifo cha mamako mdogo Eliza. Kwani yule ndo alomwagiza Diki aende kumuoa mamako mdogo. Ila pia umekosea kwa sababu bibi yako amekuagiza kwa Diki ukamfuata Guzo. Umekosea sana kwa sababu Guzo nimemkinga kwa kiwango cha lami. Of course mimi ni mganga wa kienyeji.
Asante kwa hadithi zako nzuri, ila nikukumbushe kitu kimoja. Katika dunia hii hakuna mwanaume wa wanaume. Kwa heri. Sikiliza basi, ndio na tuongee. Yeye na mwana muda wote nilikuwa nampigia mbuzi gitaa. Maneno mengi, vitendo hamna. Kameondoka. Mungu nao.